zone na kuishi maisha yako halisi. Karibu mwalimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa mtazamo wangu, inapozungumzia maisha halisi, ni yale maisha ambayo ni haja ya moyo wa mtu. Na haja ya moyo wa mtu tunatofautiana kwa namna ambavyo tunaviona vitu moyoni. Kwa sababu tunasema usichokiona moyoni hutakishika mkononi. Mimi ni mojawapo ya mtu ambaye kulingana na nilichokuwa nakiona moyoni, nilijikuta natoka kwenye comfort zone. Kwa sababu niliona ajira haiwezi kufikia ile ndoto nilionayo. Kwa sababu nilitamani aina fulani vya maisha niishi. Nilitamani usafiri ifike mahali niwe natumia ndege without any problem, yani bila tatizo. Nilitamani niishi nikiwa na nyumba nzuri, vitu vizuri. Nilitamani nivae gold. Nilitamani, najaribu kukupa mfano wa picha kwamba kuna aina ya maisha niliyatamani ndani ya moyo wangu. Na nilipojitathmini nikaona kwa ajira niliyopo na kwa nafasi ambazo nimekuwa nikipita, sitoboi. Yale yalinisababisha niishi maisha halisi kulingana na kipato. Kwa hiyo kipato nilichokuwa nakipata wakati nimeajiriwa kilikuwa kinanipa maisha yangu halisi, kwa sababu kipato kilikuwa kinaniamulia niishije. Kwa sababu kama huwezi kufanya kitu ambacho unakihitaji. Let's say unataka kitu cha milioni, kipato chako hakikuruhusu kupata kitu cha milioni. Maana inatakiwa uishi kulingana na kile unachokipata. Ndio tunasema maisha halisi. Ukizungumzia comfort zone, ni ile zone ambayo tunasema umeridhika pale ulipo, huna kingine unachokiona. Lakini moyoni ukiwa na picha ya tofauti, ndio inakulazimu kutoka kwenye comfort zone. Mimi ni mojawapo ya watu ambao nilitoka kwenye mifumo ya kuajiriwa, nikaamua kuingia kwenye mfumo wa kujiajiri. Na mojawapo ya kitu ambacho nilikichukulia very serious ni kipawa cha kufundisha nilicho nacho. Nilikaa darasani, nikawa mentored, nikaanza kukifanyia kazi, na leo kinanilipa kuliko ajira niliyokuwa naajiriwa. Kwa sababu kuna wakati ofisini ilikuwa inabidi niende siku 30 nilipwe mshahara, wakati leo kipawa within 2 days naweza nikapata semina nikafundisha nikalipwa kile ambacho ningelipwa mwezi mzima. Na hiyo ni Biblia inasema zawadi ya mtu itampa nafasi. Kwa hiyo comfort zone tunazungumzia ni ile ambayo umeridhika pale ulipo. Lakini when you ask yourself, unapokuwa unajiuliza maswali kwamba mimi kuna aina ya kitu, yani mimi kuna aina ya maisha nilisema kwamba na desire, yani nilivyoishi mimi sivyo ninavyotaka watoto wangu waishi. Kuna namna nataka tusogee mbele zaidi. So I really thank God. Namshukuru sana Mungu kwamba baada ya kutoka kwenye comfort zone nilipo, unirudishi kwenye ajira. Naamini nimekujibu swali lako vizuri. Lakini ndio hiyo sasa, kutoka kwenye comfort zone inahitaji ujasiri, inahitaji ujiamini, lakini pia inahitaji focus. Kwa sababu watu wengi shida ni focus. Unapojua kwamba hiki ndicho ninachokitaka, ukawekeza maombi, ukawekeza maarifa ya kitaalamu, ukafanya kwa muendelezo, I assure you matokeo yapo. Nilikuwa nasikia wanasema do what you love, money will follow you. Fanya kile unachokipenda, fedha itakifuata. Leo mimi nadhibitisha hiyo. Kwa hiyo mojawapo ya chanzo cha kuniingizia fedha sasa hivi ni kipawa nilichonacho, apart from other investments. Kwamba kuna sehemu nyingine pia tumejiwekeza kama familia, lakini pia kipawa changu kinanipatia fedha. Amen. Nafikiri nimekujibu. Amen. Makofi mengi mengi kwa mtumishi wa Mungu.